Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Sipping sunshine, I'll be chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it fly. Above the clouds, we're feeling alright, alright. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai kwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues, a cup competition free futa season. Go TV, love it. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Amen. Habari yako mtazamaji wa Sky Cable TV, ninakusalimia katika jina la Yesu. Karibu sana katika hiki kipindi ambacho huwa tunasikiza neno la Mungu, neno ambalo linatupatia furaha, neno ambalo linapatiana tumaini, neno ambalo ni mkate wa uzima. Siku ya leo nimefurahia tena kurudi kwenye hiki kipindi ili nikaweze kushiriki na wewe neno la Mungu lililo na baraka. Last time tulipokuwa hapa nilikuwa naongea kuhusu kumtegemea Mungu, na ninafurahia sana kwa sababu ya mambo mengi ambayo tuliweza kuongea hiyo siku, na tukaona vile Mungu kimtegemea anaweza kukusaidia, anaweza kukuinulia kiwango, anaweza kukuokoa, kusamehe dhambi, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi tukajiondolea dhambi. Na pia siku ya leo ninafurahia sana kwa sababu tutaongelelea kuhusu imani. Tutaongea kuhusu imani.
watu wengi huwa wanashangaa imani ni nini. Watu huwa wanaambiwa amini Mungu, imani ni nini. Watu wanaambiwa ni vizuri kumwamini Mungu na wacha kujiamini we mwenyewe, wacha kutegemea mawazo yako, wacha kuamini mawazo yako. Je, basi imani ni nini? Siku ya leo tutasoma maandiko alafu tutaelezea wazi mambo kuhusiana na imani. Kwa hivyo ninakukaribisha mpendwa, ujisikie huru, wewe unayetutazama na wewe ambaye huu unatuangalia upande wa online. Ningependa kukushukuru sana kwa sababu unatupenda na kwa sababu utashare na pia utalike na pia utacomment katika hicho kipindi. Jina langu ni Pastor Sofia Wangari Njuguna wa kanisa la Soul Winning Revival Church upande wa Umoja 3, na ninafurahia sana, ninasumukanga sana wakati ninashiriki neno la Mungu. So tutaangalia katika kitabu cha Kutoka 2 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa na lami akamtia mtoto ndani yake. So siku ya leo ninafurahia sana nikikukaribisha katika hiki kipindi. Nimekuambia naitwa mchungaji Sophie na ninafurahia sana ninaposhiriki neno la Mungu. Ninajua ni neno linalosaidia watu wengi katika Kenya yetu na nje ya Kenya. Unapojua Biblia, kwa sababu Biblia sio story kama zile zingine. Biblia huwa inaongelea mioyo yetu. Biblia ni barua ambayo Mungu ametuandikia sisi. Na kwa hivyo unapojua vile Biblia inasema kukuhusu, unaweza ishi maisha ya furaha sana. So imani huwa ni kitu ambacho hakiko ndani yetu. Hicho ni kitu ambacho kinakuja kutoka nje. Na hiyo inatokana na neno la Mungu, inatokana na neno ambalo Bwana amesema kupitia sisi. Kwa hivyo imani ni bayana ya mambo ambayo yanayotarajiwa, ni hakika ya mambo ambayo hayaonekani. Kwa hivyo imani ni kuenda kinyume na hali. Imani ni kuenda kinyume na ile kitu unayoona, ile hali unakabiliana nayo, mabaya unayokabiliana nayo, uzuri unaokabiliana nao, ugonjwa unaokabiliana nao. Kuwa na imani ni kwenda kinyume na hiyo hali, kwa sababu hali moja inasema hivi, lakini pia neno la Mungu linanena kitu fulani kuhusiana na hiyo hali. So siku ya leo ninajua tuna mambo mengi ambayo tunapitia katika maisha yetu, ambayo yanaleta mioyo yetu kuinama, yanaletea mioyo yetu kulia, mioyo yetu kuhangaika. Lakini mtazamaji, nina neno la furaha kwako. Tulia hapo kwenye runinga yako, tulia hapo wewe umekaa katika online, ili ukaweze kupata imani ndani ya moyo wako, ukaweze kufurahia na ukajue ukienda kinyume na hiyo hali ulio nayo, useme nitasimama mahali pa neno la Mungu, utakuwa na furaha. So siku ya leo tumezungumzia kuhusu mwanamke mmoja wa Walawi ambaye alikuwa ameolewa na watumishi na mmoja wa mtumishi wa Mungu, sababu Walawi ni wale watu waliokuwa wanatumika katika nyumba ya Mungu. Lakini historia ya huyu mwanamke huwa inashangaza maisha yangu sana, kwa sababu Biblia inasema wakati aliolewa alikuwa ni mwanamke tu wa kawaida ambaye alikuwa amejulishwa kuhusu Mungu. Lakini wakati alipata mtoto, huyu mwanamke tunaongelelea ndiye mama ya Musa, huyu ndiye mama ya Aroni, huyu ndiye pia mama ya Miriamu. Kwa hivyo Aroni na Miriamu walikuwa tayari washazaliwa. Lakini wakati huyu mwanamke alikuwa anapata mimba yake ya 3 ambaye ni ya mtoto ambaye anaitwa Musa, Biblia inanakiri na kusema jambo fulani ikafanyika katika maisha ya ile nchi, kwa sababu kulikuwa na shida. Mfalme ambaye alikuwa anatawala, aliyekuwa anaitwa Farao, alikuwa Farao ambaye hakuwa
wakati wana wa Israeli waliingia katika utumwa. Na siku ya leo ningependa kukuambia ya kwamba wakati huu mwanamke alikuwa anapata hii mimba ya 3, mfalme huyo alikuwa ametangaza na kusema ya kwamba watoto wote watakaozaliwa wa kiume wakaweze kuuawa. So ilikuwa ni challenge katika maisha ya huyu mwanamke. Ilikuwa ni shida, ilikuwa ni kilio. Saidi unataka kupata mtoto wa 3. Mfalme na yeye ametangaza na akasema ya kwamba although watoto wengine watazaliwa wanawake wasiuawe, lakini wa kiume wakaweze kuuawa. Mpendwa, mfalme alikuwa ameona wana wa Israeli wameongezeka, na kwa sababu hiyo hakutaka kudeal na mwanamke, maana mwanamke huwa anapokea mimba, lakini mwanamke hana mbegu. Yule aliye na mbegu ni mwanaume. Ningependa kukujulisha ya kwamba ile iliyokusudia ama iliyosababisha mfalme aseme watoto wote wa kiume wauawe ni kwa sababu ni wao wako na mbegu. Kwa hivyo mtoto wa kiume hata akiwa mdogo huwa ana uwezo wa kuzalisha, ni muda haujafika. Na Biblia inasema huyu mwanamume Mlawi akawa ameweka huyu mwanamke mimba, lakini although alipata mimba, mfalme amesema huyu mtoto akizaliwa akiwa mwanaume auawe. Siku ya leo ninajua kuna hali unakabiliana nazo. Shetani anakuonyesha ya kwamba hakuwezi kukawa na msaada, hauwezi ukaokolewa, hauwezi ukakuwa na maisha ya amani. Ninataka nikuambie ni wakati wako wa kupata amani na neno la Mungu. Uende kinyume na hiyo hali na maisha yako yatakuwa sawasawa, itakuwa iko aligned in the word of God. Jioni ama mchana wa siku ya leo mpendwa, ninajua kuna wengi tunapitia challenges kubwa sana katika maisha yetu, lakini haiwezi pita hii challenge ambayo ilikuwa inafaa mtoto mwanaume auawe, mwanamke apoteze mtoto, taifa lipoteze yule mtu ambaye alikuwa awaokoe. Siku ya leo ninajua umekuwa katika hiyo biashara, umekuwa katika hiyo kazi, umekuwa katika kanisa, lakini umejaribu kuishi maisha ya utaua, lakini haijawezekana. Umejaribu kujiombea, umejaribu kung'ang'ana, lakini maisha yako bado inaonekana ina changamoto, inaonekana ina shida mingi. Siku ya leo egeza mawazo yako kwa neno la Mungu. Toa imani yako kwako wewe mwenyewe. Toa mawazo yako kwa kujiangalia. Toa mawazo yako kwa hiyo hali unayopitia. Muangalie Mungu, muamini Mungu, mtazame Mungu. Mungu atakusaidia, maana Mungu ni yeye anatusaidia. Tunaona ya kwamba huyu mwanamke although amezaa mtoto na alipomtazama akaona ni mzuri. Siku ya leo ile kitu unayopitia unaona ni nzuri sana, unaona inakusaidia sana, hata wakati unapoomba unaona ni mzuri sana. Lakini mpendwa, nataka nikuambie, unapoomba omba na neno la Mungu, kwa sababu imani haikujangi hivi hivi. Imani haikujangi kwa maombi. Katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17 inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ndiposa nilikwambia imani haitokanangi na huku ndani, inatoka nje, na huku nje ni katika neno la Mungu. Mpendwa wangu, imani inapoingia ndani ya moyo wako inafarakanisha ile hali ambayo imejipanga ya kushindwa, ile hali ambayo imejipanga ya kujiamini, ile hali ambayo imejipanga ya kiburi. Jioni ya siku ya leo niko hapa kukuambia mpendwa, ni vizuri uwe na imani, sio imani ya mtu mwingine, sio imani ya kanisa, hapana. Imani yako wewe mwenyewe. Na nimetanguliza kusema Warumi 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia. Tuliona imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa. Kwa hivyo although kuna mambo mazuri unayotegemea kutoka kwa Mungu, lazima upokee neno lake, kwa maana Mungu hafuatangi hisia, Mungu hafuatangi yale mambo wewe unaona, Mungu hafuatangi kilio. In fact, Mungu hakuangi moved na your tears. God is moved by his word. The Bible says in Jeremiah 1 verse 12 that he
his word to accomplish it. God does not follow our ideas. God does not follow our opinions. God does not follow our tears. God does not follow or moved by our emotions. My friend, your challenge may be big, but when you have faith in God and you stand with the word of God, God will look upon his word and he will accomplish what he has told you, what he has promised you in the name of Jesus. Mchana wa leo ninaona huyu mwanamke ambaye amepata mtoto na ameona ni mzuri, na ambapo ameona huyu mtoto ni mzuri akasema, although hii message imetolewa wanawake wote, mimi niko different na hawa wanawake wengine. Imani nimekuambia ni kuenda kinyume na hali. Namba 2, imani pia ni kuchallenge maisha yako na kukataa ile kitu inaingia ambayo haitokani na neno la Mungu. Imani ni kuwa tofauti. Wengine wanapotegemea vitu vinavyoonekana, wewe unategemea neno la Mungu. Wewe unaliamini neno la Mungu. Wakati watu wanategemea zile vitu walizo nazo, wewe hali ijapo mzuri au mbaya, unashika neno, unategemea neno, unaliangalia neno, naye Mungu kupitia hilo neno anakutendea. Kupitia hiyo neno anakujenga. Kupitia hiyo neno anakuestablish. Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa na wanawake wengine katika huo mji, na wote habari iliwafikia. Kama vile hapa Kenya tulifikiwa na hii habari ambayo imetoka kwa Ministry of Health ya kwamba kila mmoja lazima apate chanjo. Wakati tulisikia kuhusu corona, wengine wanavaa mask, wengine hawavai. Wote tunapata message moja. Mpendwa, kumekuja message ambayo ni changamoto kwa wanawake katika Misri, especially wana wa Wayahudi, lakini huyu mwanamke ameamua kuwa different. Ameamua kuwa na moyo kama wa Mungu. Moyo wa Mungu ni gani? Moyo wa Mungu ni kuokoa. Moyo wa Mungu ni kutuondoa kwa situation, and this situation is sin. This situation ni dhambi ambayo inakuja katika maisha yetu, inatufanya tusiamini neno lake Mungu. Maana dhambi, Biblia inasema ni kutoamini. Ukisoma Yohana 16 mstari wa 9 inasema of sin because they did not believe in me. Kwa sababu ya dhambi, maana hawakuniamini. So wakati tunakataa kuamini neno la Mungu, kumwamini Mungu, kuamini vile Mungu amesema, hapo ndio tunapatikana tuko na kitu inaitwa dhambi. So angalia huyu mwanamke, habari imekuja, ripoti imekuja na mfalme inasemaje? Mtoto akizaliwa auawe. Kulikuwa na wanawake wamepewa hiyo neno. Kulikuwa na Shifra, kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Pua, wameambiwa na mfalme watoto hao wauawe. Lakini huyu mwanamke decided to be different. My friend, you must be different so that God may work in your situation. You may not have money, or maybe you have money, but if you don't know how to use money, if you don't have wisdom, if you don't have any plan for your money, my friend, you will have to go into a deep despair. You will have to go into problems, into pain, even though you don't have money or you have money. All are the same. If you don't have wisdom, if you don't have money, you cry. If you have money and you don't know how to use it, also you cry. You have so much pain. You overthink. Unajiuliza, inawezekanaje? Hiyo hali unayoiona ukiambatanisha na hekima ya neno la Mungu ambayo inaleta imani, itakusaidia mpendwa. Ndani ya ndoa yako unaona ya kwamba ninaenda kushindwa, ninalia, sijui nitakaje katika ndoa, sijui nikaje na mume, sijui nikaje na watoto, sijui nikaje na mke. Mpendwa, kuna neno linalozungumzia kuhusu ndoa zetu. Kuna neno linalosimamia vile ambavyo utakaa katika maisha ya kulea watoto, maisha ya kukaa na mwanaume, maisha ya kukaa na rafiki. Maneno yote yako katika Biblia. Na ndiposa nilikwambia imani haiko ndani yetu, inakuja kwa sababu tunasikia neno la Mungu. So lazima uwe very different.
Wengine wanapofuata mfumo wa ulimwengu, wewe ufuate mfumo wa neno. Wengine wanapofuata mfumo wa vile dunia inasema, wewe unaamua kufuata neno la Mungu. Maana Biblia inasema, who resides inside of me is greater, is bigger than the one who resides in the world. Yule anayeongoza ulimwengu huu, yule anaongoza mfumo wa ulimwengu huu ambaye ni shetani, ambaye anatuonyesha haiwezekani, ambaye anatuonyesha unafaa kuenda hivi, anapoteza maisha yako. Ninataka nikuambie, nayo neno la Mungu linasema, nitakubariki, nitakurejesha, nitakuinua, nitakuponya, nitalinda maisha yako. So lazima uwe different. Mfalme wa dunia hii ambaye ni Farao, mfano wa shetani, anasema mtoto auawe. Wewe lazima uwe katika laini ya Mungu. Nilitangulia kusema laini ya Mungu ni kusave life. Hallelujah. Biblia inasema Yohana 3 mstari wake wa 16, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake. Najua hii tunaisemanga kama maji, kama kukunywa maji. But ona hivi, Mungu alipenda ulimwengu. Hakupenda kabila fulani, alipenda ulimwengu. Akamtoa mwana wake ili atakaye muamini huyo mwana asipotee bali awe na uzima. So na huyu mwanamke ameamua kutoamini mfalme, ambatane na neno la Mungu ambaye anaokoa, ambaye ana save life, ambaye ana protect. Mungu wetu hatuui. Mungu wetu hatutukiwa na dhambi, hatufuati na bakora, hatufuati na pisto ili atuwe. Mungu anatupenda. Mungu anapenda wenye dhambi, lakini anachukia dhambi. Na ndiposa anasema of sin because they did not believe in me. So mpendwa, ningependa nikuambie, ukiwa na imani utakaa upande wa salvation, utakaa upande ambao kuna maisha, ambao kuna uhai. Unasikia uhai wa Yesu ulitolewa ili tuwe na uzima, tuwe na uzima, tuwe na uhai, tusikufe. So huyu mwanamke amesimama katika eneo la kufanya nini? La kuokoa maisha. Mpendwa, hiyo hali yako ikipatana na neno la Mungu, kama huyu mwanamke anajua Mungu ni wa kusave lives, hali yako haitakuangamiza. Watu wengi siku ya leo wanalia, na wanalia wakisema fulani akanifanya, wanalia wakisema kazini ilifanya, wanalia wakisema ndoa iko hivi, wanalia wakisema Kenya ama dunia iko hivi. Lakini tunafaa kulia machozi ya shukurani, tukimwambia Mungu tumekwamia kwa neno lako, maana tuwajua Baba, unajua kutufurahisha, unajua kututendea, unajua kutuinua, unajua kututetea. Ayubu anasema, mimi najua mtetezi wangu yu hai. Mpendwa, mchana wa siku ya leo, kaa upande wa imani, kaa upande wa neno la Mungu. Enda kinyume na neno lolote na ripoti yoyote ambayo imetolewa kwa ajili yako. Enda kinyume na hali yoyote ambayo unaiona. Kuna hadithi ndogo ninapenda sana, although si kama hadithi, ni kama iko katika Biblia. Ukiangalia Isaiah 40 verse 31 inasema, wale wanaomtumainia Mungu watapewa nguvu mpya, wataruka juu kama tai. Nikiongelelea kidogo kuhusu tai. Tai ni mnyama ambaye ana malengo, ana focus. Akiwa juu anajua kile ambacho anaendea. Mtu aliye na imani haangaliangi kushindwa. Mtu aliye na imani kwake Mungu haangaliangi haiwezekani. Hapana, anasemanga kwa Mungu mambo yote inawezekana. Tai akiwa juu anateremkanga akiwa analenga ile kitu anataka kuchukua, na lazima ataichukua. Wewe na wewe umeanza kazi, umeingia kanisani, unataka kupata wokovu, utaongozwa na Mungu mahali ambapo utafundishwa kikamilifu vile imani inaokoa. Maana Biblia inasema katika Waefeso 2 mstari wa 8, tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. So hii njia ya imani ni ya muhimu sana. Sio neema, pia kuna imani. Huyu mwanamke amepata neema, anaitwa Jekobedi, amepata neema ya kupata mimba, lakini
kwa sababu kumetolewa ripoti ya maafa, ripoti ya kinyume, ripoti ya kifo. Lazima huyu mwanamke awe na imani na neno la Mungu, akae upande wa ushindi, akae upande wa neema, na hiyo neema lazima iambatane na kitu inaitwa imani. Mpendwa, hali yako si ngumu Yesu akiwa pale. Moyo wako unaweza ondolewa dhambi zote mara moja na kikamilifu kwa sababu ya imani. Lakini kama hauna imani, unaangalia kitendo, unaangalia vile ulivyo, unaangalia vile imefanyika. Lakini kama unalitazamia neno la Mungu, hautaandamanisha na vile sheria inasema, hautaandamanisha na vile maneno inasema. Ukiwa kanisani utasikiza neno, sio maneno. Ukiwa katika ushirika utasikiliza neno linalokuunganisha na Mungu ili uwe na imani, hautajiunganisha na maneno. Watu wengi wamejiunganisha na maneno kama wanawake waliokuwa wa Misri ama wanawake wa Waibrania katika nchi ya Misri. Maana Biblia inasema wanawake walipoambiwa watoto wao wanafaa kuoa wa kiume kwa sababu ya kuogopa mfalume, neno la mfalume, kwa sababu ya kuogopa ile hali iliyokuwa mahali pale, opt kuwa watoto wao. Mpendwa, usifike mahali ya kuvunjika moyo. Moyo wako uinuke umwamini Bwana. Moyo wako uinuke umtumainie Bwana. Moyo wako uinuke uwe kama Igo. Ninapokuelezea hii story ya Igo, ninapoendelea, Igo anataganga mayai yake kwenye miamba. Na unajua kuku lazima itafute mahali pazuri, iekewe joto, kinguonguo, sijui soldiers, lakini hiyo inatagaga kwenye miamba. Huyu ambaye anaitwa tai haendangi na mfumo wa hewa, anaendanga kinyume na mfumo wa hewa. Wakati the storms are so big, they are so terrible, that is when the eagle is so happy to soar up, not to soar down, to soar up. So siku ya leo ninataka nikuambie, ukiwa na imani unakuwa different. Na ndiposa watu wa imani tunaonekananga kama tuko na kiburi. Maana hali yote ije tunasemanga Bwana yuko, Mungu atanisaidia, Mungu ataniwezesha, Mungu amenifanyia, Mungu ametekeleza. Tunaonekana kama ni kiburi. Hata wakati tunasema tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, watu wanatoa imani, wanachukulia neema kama mchezo. Lakini utakapoweka imani mahali pale, imani ni jambo la muhimu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 6, Abrahamu alimwamini Mungu akafanyika mwenye haki. Imani is an ingredient that makes us, that forms us, that makes us to be someone that we would not have been. Inatufanya tuwe kitu ambacho tungeweza kuwa. Wewe unayenitazama, ninakuangalia na wewe unaniangalia. Je, hali unapoiona unavunjika moyo ama unalia ama unaandamana na wale watu wengine? Unasema kama watu wamesema ni hivi, ni hivyo. Wanawake wale waliopata mimba wakati mfalume amesema ya kwamba watoto wa kiume wauawe, hakukuwa na scanning, lakini walipozaa walitupa watoto wao. Kwa sababu gani? Walikuwa na woga. Mpendwa, ukiogopa hiyo hali, unaona shetani sasa anaanza kukuchezea. Lakini yule mtu anakuwa shujaa, anakuwa na imani, unakuwa kama simba jike, haogopangi kitu chochote. Ninakuambia utakuwa kama tai, utapewa nguvu mpya, utaenda ukielekea hiyo hali. We don't retreat. We have faith that this situation itaondoka. Wakati mwingine Yesu aliambia wanafunzi, ukiwa na imani ndogo tu, si kubwa, ndogo tu, meaning if you have small word in your heart, if you have that word ambayo inalingana ama inaelekea na hiyo hali unapitia,
Ninataka nikuambie wewe ni zaidi ya mshindi. Uko zaidi ya mtu aliye na bunduki. Uko zaidi ya mtu aliye na vitu vyote vinavyoonekana msaada wa vitu za dunia. Kwa sababu imani inatufanyia. Imani inafanya tuwe fruitful. Imani inatufanya tuwe productive. Imani inatufanya tuendee malengo yetu. Jioni ya siku ya leo usiachilie sababu ya woga. Woga ni kitu ambacho shetani anatianga ndani yetu. Neno la Mungu likikuja, shetani ana magnify woga, neno linadidimia. Lakini mpendwa, jioni ya leo nazungumza na moyo wako. Wacha neno la Mungu liinuke zaidi ya hiyo hali, zaidi ya huo woga, katika jina la Yesu. Na utaona ushindi kama ule mwanamke Jekobedi aliona. Biblia imetuambia hiyo mstari 2 ambao tumesoma. Alipoona katoto ni kazuri, haleluya, akakaficha. Kuficha inamaanisha I don't fear, I don't care, I don't mind about the report, the bad report that has been spoken against my life. Anyone else can fear, anyone else can choose and opt to follow that according to the report. But myself, I decide to be against and to go against the situation that I am in, so that I may save life, so that I may see my baby, so that I may see victory in my life. Mpendwa mtazamaji, mpendwa unayenisikiza, furaha ya kweli ni kuwa na imani. Kuna watu wako na vitu kali sana, wanapitia mambo magumu sana, lakini kwa sababu ya imani we celebrate, we sing songs of victory, we smile, we laugh with other people, we give hope to other people. Why? Because we have faith, not in ourselves, but in the word of God. Because what God has said, lazima atimize. Mpendwa mtazamaji unayeniangalia jioni ya siku ya leo, ninataka nikuambie unapendwa sana. Mungu anakupenda, anataka tu uwe upande wa imani. Wanawake wale wengine walitupa watoto wao wakakuwa mizoga. Wewe ukiachilia utakuwa unasema ndoa si mzuri, utakuwa unasema kazi kwa Muhindi au kwa Mkikuyu au kwa Mjaluo au kwa Mkisii au kwa kampuni za mikate au kwa kampuni za sukuma sio mzuri. Lakini wale walio na imani wanatembeanga wakijua hakika Mungu hata katika hii hali atanisaidia. Isaia anasema katika kitabu cha Isaia 50 mstari wa 7, kwa hakika ninajua ya kwamba Mungu ninayemwamini atanisaidia, na kwa sababu hiyo sitatahayarika. Wewe ambao huwa unashindwa nawezaje kuokolewa? Sio kujiokoa, kuokolewa. Nataka nikuambie, wokovu tunaokolewa kwa neema. Haitokani na kazi yetu, ni kwa njia ya imani, ni kipawa cha Mungu. Na hiki kipawa cha Mungu tukipokea kwa njia ya imani, tunasema ndio wokovu ni wetu, maana Yesu alitufia miaka mingi iliyopita. Mpendo wewe unayelianga, Yesu niokoe, God I pray that you save my life. Already God alituma mwanae ili tuokolewe. So wokovu upo, ni kipawa. Unahitaji a true pastor who will usher you with faith into this great salvation, because this salvation is so great, is so sweet, is so powerful. Sio wokovu wa kulia. Mpendwa, siku ya leo wale wameokoka hatukaangi upande wa kulia kama watu hawana tumaini. Nilikwambia mwana mpotevu last time, alipoona amefika mwisho alirudi kwa baba, na baba alikuwa ametayarisha matayarisho yake. Na wewe ukifika mwisho kujitumainia, ukifika mwisho wa kujiamini, ukifika mwisho wa kujiangalia na kuangalia hiyo hali yako ni kubwa, nakwambia baba lazima atakusaidia, kwa sababu Biblia imetuambia mahali tumesoma Exodus chapter 2 verse 3, huyu mwanamke aliambatanisha imani yake. Hiyo imani yake aliishikanisha na safina.
Mpendwa, napenda hii hadithi maana iko na safina. Safina ambaye anamaanisha Yesu Kristo. Safina ni Yesu. Ukiwa ndani ya safina hakuna kuangamia. Ukiwa ndani ya safina hakuna kilio. Kilio ambacho hakina hope. There is no hopelessness. There is no pain when we are inside the ark of God. When we are inside the ark of God, the situations lift us up. But us, we are not destroyed. But those people who do not have the ark of God inside their hearts, they are destroyed together with the situation. And that is why you see people, they cry and at last they commit suicide. That is why you see people, they cry, they are in so much pain, they blame other people, but we don't need to blame anyone. Jochebed did not blame anyone. Jochebed stood with the faith that came. Oh, if God is the Savior, if God can save us from this bondage, I will stand on side of God and my baby will be all right and my baby will be saved. My dear parents, my dear viewers, nataka nikuambie kwa imani kuna kitu ambayo inaongezewa, inaitwa safina. Usiwe na imani ya bure. Kuwa na imani kwa Mungu aliyetupatia Yesu, aliyetupatia mwana wake ili tukaweze kuokolewa, ili tukaweze kuwa na furaha. Naona Wakristo wengi wanalia, Baba tumana, Baba kuja wewe mwenyewe, ilhali na yeye amesimama na neno lake amesema, nilituma mwana wangu ili kupitia yeye msiangamie bali muwe na uzima wa milele. Nilituma mwana wangu ili wewe ambaye unajiona kama haiwezekani, hauwezi kuwa mshindi, uitwe zaidi ya mshindi katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hii safina ni Yesu. Weka maisha yako ndani ya Yesu. Muamini Yesu, mtumainie Yesu, muegemee Yesu, tembea na Yesu, shikwa na mkono na Yesu, na hakika hautahangaika, hakika hautalia. Wale wanawake wengine nimekuambia, the same mto ambao uliekwa Musa na mama yake, haleluya, katika kijisafina. Na hiki kijisafina kimewekwa lami. Hiki kijisafina kimewekwa bulges, kiko na bulges, kiko na slim. Inamaanisha the blood of Jesus. There is no salvation without the blood of Jesus. So Jochebed, the mother of Moses, introduced Moses to Jesus and also to have faith in this ark. Today I introduce you to Jesus, who cannot be defeated. In him there is redemption. In him there is deliverance. In him there is salvation. And both of these things that I'm speaking about, they are eternal. All these things ni za milele. Mpendwa, mtoto alitayarishiwa kijisafina. My viewer, ninakuambia ndani ya Yesu kunaweza kuwa na mawimbi. Hii story wakati naizungumzia naonanga Musa akiwa amewekwa katika safina, kuna mizoga ya other baby boys ambao wako huko wamekufa, wamelia, wamekunywa maji, wengine wamekuja juu, wengine wanalia na at last watakufa. But the baby of Jochebed, the baby of this woman of faith, hakukufa. So Moses alikuwa anainuliwa na mzoga wa baby moja, maybe inainuliwa na ingine, but the waters ile ambayo inaua hawa watoto could not destroy Moses because imewekwa the slim ambayo the slim ambayo inamaanisha the blood of Jesus. Pia inamaanisha aliekewa the pinch, kitu inakaa kama lami ambayo yezi ni kama waterproof, ambayo yezi ingiza maji. Lakini wale wengine, imagine mtoto amezaliwa alirushwa. Unavunjika moyo kwa nini mpendwa? Mbona unaachilia? Why do you give up? We don't give up. We always hang on faith. Shikilia imani, shikilia kwa Mungu. Anasema hata ukiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradari, uambie mlima ung'oke ujipande kwenye bahari, hivyo ndivyo itafanyika. Nasi hali zetu ambazo zimeinuka, haijalishi ni ugonjwa,
Haijalishi ni ufukara, haijalishi mke wako amekufa ama mume wako, haijalishi watoto wako wameaga, haijalishi serikali inasema aje, ama kumehara, ama kumedhoka, ama kumekuwa aje vile maneno ya wanadamu wanasema. Ninataka nikuambie, ukiwa na imani, when others are crying and seeing the dead bodies of their babies, wewe utaona uweza, utaona baraka. Just like the eagle vile inalenganga na inapata furaha, na wewe pia utaona the results of faith. Because the result of faith is fruitfulness, is exceeding, is multiplication, it is peace, it is joy in the Lord. Oh, hallelujah. Siku ya leo, wewe ambaye unataka kutoa nyimbo, hauna pesa, unaanza kuangalia watu, na watu wanakuangalia. Angalia Mungu, yeye ana provide everything. Iko na Mungu mpendwa. Wewe ambao unataka kuanza kanisa, wewe ambao unataka kufanya missions, go ahead. Wakati Mungu anaweka passion ndani ya moyo wako, wacha kuiweka mahali ya kuangamia, wacha kuiunganisha na watu. Kuna story ya ambayo huwa inaambiwa, ukiota ndoto usifanye nini? Usiambie watu. Sio watu wote wanapenda ile kitu unayo. Hata huyu mwanamke tunaona ya kwamba hakuambia watu nimeficha mtoto wangu, sababu wangelia waseme wetu akufe na wake akue hai. Hapana. So hawa wanawake walifichwa. Na unajua vile wanawake wanapenda kuongea, lakini huyu mwanamke anaweka siri. Watu wa imani wana siri katika Mungu. Wanajua kutoa, wanajua kuachilia. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Wacha kushikilia kitu moja, wacha kushikilia na kukwama kwa hali hiyo ambayo inakugandamiza. Achilia, chukua Yesu. Achilia, chukua safina. Achilia, kuwa na imani. Imani ndio itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Wewe ambaye unanitazama, ninajua wengine wanataka kanisa iwe na vitu kubwa, iwe na instruments mingi, iwe na vitu kubwa, iwe na washirika wengi. Ukiwa na hizo vitu zote na kanisa lako halijajua kumwamini Mungu na Mungu peke yake, usichanganyishe Mungu na vitu zingine. Imani ni peke yake kumwamini Mungu. Unaamini neno lile amesema, unaamini kazi anayofanya. Hiyo ndio imani. Inapoingia ndani yako, inakufanyia vitu vyote. Ya kwanza, inakupatia wokovu, inakupatia ukombozi, inakupatia uzima, inakupatia redemption, inakupatia deliverance, inakupatia furaha. Mpendwa, siku ya leo ninataka nikuambie, hiyo hali unapitia, biashara hiyo umeweka, kanisa hilo ambao umeweka, mwingine akaweka, hiyo pesa ambayo unataka kuegeza mahali, mwingine akaweka, wewe unaona hapa ni kama mashindano. Hapana. Imani ndio ushinda ulimwengu. Wewe kaa hapo na imani. Eka biashara yako na imani. Anza kanisa lako na imani. Kuwa mwimbaji aliye na imani. Do your missions with faith, not with what is happening. Hallelujah. I point to you, my viewer. Do everything in faith. Faith has its products. Faith iko na result. Na result ni gani? Mstari tuliosoma Exodus chapter 2 verse 3, Biblia inasema huyu mama, vile wanawake wale wengine waliachilia, yake aliachilia, lakini yake ilikuwa beautiful. Wakati nahubiri hii ujumbe, huwa naambia wamama, kijisafina hiki kimewekwa pinch, kimewekwa slim, kimewekwa bulges. It is very beautiful, just like this flower before me. Na kuambia hata wakati iko ndani ya maji, crocodile haiwezi guza. Wakati iko ndani ya maji, hata ikienda upside down, the baby is very safe. Faith inafanya vitu ziwe so beautiful. Inafanya vitu ziwe so joyous. Inafanya vitu uzifurahie. Kwa nini uwe katika ndoa na ufurahii? Kwa nini uwe katika kanisa lakini ya ufurahii? You don't follow the pastor, you don't give because unaona ukigive inakuliwa. You are in the church, you don't serve. Wewe uko pale tu. No, just like Jacob said, we do the works of faith inside faith. You do the works of faith, you beautify ile kitu ambayo unataka iwe. Unaibeautify na faith. Prayers.
unaibeautify kujua ya kwamba kwa hakika Mungu atatenda. Jioni ya siku ya leo, wewe unaona kitu inakaa kama mlima, wewe unaona mlango umefungwa, wewe unaona chini. Kuna Mungu anainua kutoka chini. Kuna Mungu anaokotanga kutoka chini. Kuna Mungu anafungua mlango ambao hakuna mtu anaweza fungua ama anaweza funga. Kuna Mungu ambaye anayeyusha milima. Ukisoma Isaiah 35, kuna Mungu ambaye hata milima na vijilima Mungu anazifanya iwe tambarare kwa ajili ya wale wanaomwamini, sio kwa watu wote. Si tunaona kuna watoto wengine walikufa, lakini huyu mtoto wake hakukufa, anaitwa Jekobedi. Mtoto wake hakukufa. Mpendwa, hali yako sio ya kukuangamiza. Mlima huo sio wa kufanya uishe. Shikilia imani. Don't give up, my viewer. Don't give up. Look upon God. Look upon His word. His word itakusaidia. His word itakuwezesha katika jina la Yesu. Tunapoendelea, nitasoma kamstari kengine kako katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3. Mpendwa, shikilia kitu inaitwa imani. Usijawahi jipima na vitu ambavyo unaona vinakushinda. Wewe jipime na neno la Mungu. Jipime na neno iliyo katika imani, na Mungu atakuwezesha. Ninapoenda kusoma hii neno, ningependa ukajue ya kwamba kuna ushindi katika imani. Ningependa ukajue ya kwamba kuna baraka katika imani. Ukisoma katika Yohana wa kwanza 3 mstari wa kwanza inasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Mpendwa mtazamaji, unapendwa sana. Ni upendo wa namna gani ya kwamba umeitwa mwana wa Mungu? Kama mimi niko na Godi, niko na Viki, wakiniomba kitu chochote, hata mahitaji yao kabla hawajaomba, mimi ninayajua. Baba Mungu anajua unachohitaji. Ameleta hizo vitu zote mbele zako ili uwe na imani kwake, akushindanie, ulitukuze jina lake. Mimi huwa ni mwanamke niliye na furaha maishani mwangu sana, kwa sababu nilishindwa kufanya mambo yote niliyojaribu, lakini niliposhika imani katika neno la Mungu, vitu zangu zote zinaendanga vizuri. Hata ile naona kama iendi vizuri, nimeshikilia imani. Nilipokuwa mtoto mdogo, nilianza kutamani kuwa mtangazaji, kuwa katika maruninga. Ndani ya shule zetu mimi nilikuwa nasoma taarifa za shule. Ndani ya maisha yangu nimekuwa nikisimama mbele ya kioo naongelesha kioo. Maisha yangu yote nao ninaenda miaka mingi sana, na Mungu ametimiza hii ndoto. Sababu sikuachilia, sababu sikuvunjika moyo. Nilikuwa najua siku moja Mungu atatenda, kwa sababu mimi ni mtoto wake. Mtoto wa mtu huwezi ukamnyima kitu kizuri. Oh, what manner of love that God has bestowed in us, that we are called the children of God. Today wewe unaitwa mwana. Ulimwengu hukutambui. Kama hukumtambua Yesu, who are you? Kama hukumtambua Yesu, wewe ni nani? Oh, lakini ukishikilia imani itakupeleka mbele ya wafalme. Imani itakupeleka kwa huo mlango. Imani itakupeleka kwa hiyo opportunity. Kama sisi wazazi ambao tuko wabaya, tunaweza wapatia watoto wetu kila kitu wanachohitaji, je, Baba yetu wa mbinguni ambaye anatupenda katika hiyo mstari ambayo nimesoma 1 John 3 verse 1, ni nini haezi kutupea? Wewe ndio una limit God. When you have faith, there are no limitations. When you have faith, there is a component called love, protection, joy. There is peace in your heart. Huyu mwanamke, turudi pale tulisoma our text. Exodus chapter 2 verse 3, Biblia inasema aliachilia.
Fail sio kukwamia. Fail sio kulilia hapo ukisema Bwana siondoki hapa mpaka unibariki. My friend, utakaa hapo na Mungu anasema nishakubariki, so ni uchukue neno lake useme nimebarikiwa. Sio unabarikiwa sababu unaona baraka, pana. Unabarikiwa kwa sababu najua Mungu amesema amenibariki. Mungu ameniambia mimi ni zaidi ya mshindi. Mungu ameniambia niko redeemed. Mungu ameniambia nimeokolewa kwa neema. Unachukua hiyo neno, unalitaja katika maisha yako. This time ninaona, samahani, kila mtu ameanza kujiekea, anasema I am the MCA of my word. Kila mtu ameanza kuexercise greatness. Why don't you exercise greatness in the word of God? Take a verse, make it yours. Mimi nimechukua verse katika maisha yangu. Ninasemanga kwamba katika Luka 1:37, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu mambo si nusu, mambo si quarter, mambo yote inawezekana. Kama anaweza kufanya a virgin to be a pregnant woman, what is that too hard for God to do to you? Today, remove your hand from that situation. Remove your focus and your eyes from that situation, from that pain, from that lacking. Focus in the word of God. And in every word of God, it speaks about Jesus. That is why I said, in the life of Jochebed, the woman who was married by a Levite man, there was the ark that represents Jesus. Inside the ark, there is salvation, there is life, there is redemption, there is deliverance, there is everything in Jesus. There is everything. Hauongezei maombi, hauongezei kazi yako. Katika safina kuna kila kitu. Mpendwa, ninapoendelea nikitamatisha, ili niwe na wakati wa kukuombea, ninataka nikuambie, sababu nikupea namba yangu last time. Ninataka nikuambie, achilia shida zako kwa Yesu. Huyu mtoto alipoachiliwa na mama yake, wengine wakikufa, yeye hakukufa. Huyu mtoto aliishi na ndiye aliokoa wana wa Israeli. Hiyo hali unaona kama too big, wewe ndio utakuja kusaidia wengine. Wakati unafanya biashara, usifanye kama mtu anafanya alafu ishe. No, peana jina kwa biashara yako. Ninapenda sana waimbaji, they have their official names. Kuna majina, identity, and their official names. I love them because I know ukiwa na hiyo kitu ambayo umetaja jina, hiyo kitu itazalika na kufanyika hivyo. Jochebed, the woman of faith, alichukua the ark. Today, take Jesus in your life na atakusaidia. Nilikuambia namba yangu ni 0723160063. 0723160063. Unataka kujua mambo ya imani zaidi na kumtegemea Mungu, vile unaweza uokolewa kwa neema peke yake kwa njia ya imani. Kupitia hiyo namba ninaweza kukuelekeza katika Biblia. In our church, Soul Winning Revival Church, upande wa Umoja 3, we only use the Bible. Hatupeanangi madoido. Tunapeana the Bible, which is the word of God, which is able to do everything. Today, through that number, you can come to our church. Ama through that number, you can write your prayer request. You can write every difficult that you have. I will direct you in the word of God. I have my mentor, a pastor that I love so much. Wakati ninamwambia napitia hii hali, ananipeanga neno. Na mimi watu wote wakija kwangu, waniambia niko na hii hali, na wapeanga neno. My friend, ili nikuombee. Najua unatufuata online. Najua unatufuata katika hii runinga ya Sky Cable TV. Ningependa nikuambia hakuna kitu Mungu hawezi.
achilia. Hiyo kitu ulikuwa unashikilia unakula kama njugu karanga kwa mfuko, waachilia. Huyu mama ameachilia mtoto wake, na huyu mtoto wake hakukufa. Your problem is not there to destroy you. That problem is not there to kill you. Even though you are a single mother, you will not die because you are a single mother. You will not die because you are a single father. A widow or a widower. You will not die because of what is happening today. Through that situation you will live. Maji yaliyoua watoto wa wanawake waliokuwa Misri ndio maji iliyookoa mtoto wa Jekobedi. You only need to have a different heart by having the word of God. Wengine wakiwa na situation na ugumu na kilio, wengine wote wakifuata sheria, unafuata imani. Maana kuna sheria na kuna imani. Sheria ikisema ufanye hivi ufanye, inakuua. Imani ukiishika inakufanyia kila kitu. Sheria inasema uking'oa meno yako ing'olewe. Ukiwa na imani, imani inasema ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Ni hakikisho ya mambo hata haijaonekana. Unaachilia, unasema God, I know even in this situation you are God and you will help me. I want to pray with you. Na nikuambie Mungu atakusaidia. Na already amekusaidia. In fact anasema nimefanya hii mambo yote. So you only need to have faith in God. You only need to have faith. Imani. Ukiwa na imani hakuna mahali uendi. Ndege zilitengenezewa sisi. Magari mazuri mazuri ni yetu. Chakula kizuri kizuri ni chetu. Everything is ours. Na tusemi tutapata, hapana. Ninasema today ni mimi naendesha gari mzuri. Leo imani by the way inaonekana kama uongo. Leo unasema I am married to the most handsome man, na labda hata hajakuwa. I have the best kids in the whole world, na labda wanasumbua. By faith you mold, you make. Because imani inaumba, inakufanya uwe mwenye haki. Na mwenye haki maombi yake, Biblia inasema maombi ya mwenye haki Mungu anayasikia. So ukiwa na imani vitu mingi zinakuja kutendeka. Ukiwa na imani unasema Baba, hata hii hali nimekuachia. Na hii hali nasemaje? Kama ni mgonjwa, Biblia inasema Marko 11 mstari wa 24, ukiomba na uwe na imani jambo lolote, na usiwe na shaka ndani ya moyo wako, na uamini kabisa Mungu atatenda. Kwa hakika atatenda. Atatenda tu. Atakutendea kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Ninafurahia sana nikishiriki na wewe. Ninajua unakumbuka namba yangu 0723 160063. 0723 160063. Kupitia hiyo namba unaweza niambia. Mimi huwa niko na wakati mzuri, kama sasa naondoka hapa niende kanisani, nitakuwa na wakati mzuri wa kuomba. Nitakuwa na wakati mzuri wa kuangalia ile jambo ulilo nalo na nilipeleke kwa Bwana.